السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada na rehema kipenzi cha umma, sio mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika hali ya mwendelezo wa darsa mbalimbali, hatuchagui sehemu ya kuweza kuchukulia darsa. Tuko katika hali ya kuweza kuelimishana hatua mbalimbali. Leo hii nataka kuja kuzungumzia, yani tuko katika hali ya maajabu ya Qur'ani, maajabu ya Qur'ani. Hii Qur'ani hii Allah subhanahu wa ta'ala aliposema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tumeiteremsha Qur'ani iwe ni ponyo, iwe ni rehema kwa waumini. Bimaana kwamba ili ponyo litakuja kwa pale ambapo wewe utaweka yakini katika nafsi. Na ndio maana hata watu wa zamani, masahaba, walikuwa akimkamata tu mtu akimsomea suratul Fatiha kumfa yakun, hairudi, kwa sababu yakini ilikuwepo. Allah anasema wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifau, tumeiteremsha Qur'ani iwe ni shifa, yani ponyo, wa rahma, iwe ni rehema kwenu. Bimaana wa rahmatul mu'minin, iwe ni rehema pia kwa waumini. Hii neno muumini ukiliangalia kiundani unakuta kwamba sio kila mmoja tu bimaana anaweza kuwa na yakini nayo, maanake mpaka uiamini Qur'ani. Kwa hiyo tuko katika hali ya maajabu ya Qur'ani, maajabu ya Qur'ani. Tukiwa tunazungumzia suratul Bayyina. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia nini? Suratul Bayyina ni sura ya 98 katika mpangilio wa Qur'ani, na ni sura yenye aya 8 peke yake. Lakini tukiwa tunazungumza katika ahwali tunazungumzia katika ahwali ya Qur'ani, tunazungumzia bimaana kwamba nini maana yangu kubwa ya kuweza kulenga katika siku ya leo. Leo katika mujibu nazungumzia suratul Bayyina katika hali ya kuweza kumkinga mtoto. Watoto wetu wengi wamekuwa wakihusunika na matatizo mbalimbali. Baba, ukiamka asubuhi Qur'ani unaielewa. Mama, ukiamka asubuhi Qur'ani unaielewa. Ndugu yangu katika imani, Qur'ani unaielewa. Unamwacha mwanao anatembea ovyo. Hasa ni kitu kibaya sana, kijicho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema lau kama ingelikuwa kuna kitu chenye kushinda yani umauti, basi ingelizungumzwa kijicho. Kijicho ni kibaya, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo tusiwaache watoto wetu wakawa wanazurula majiani ovyo, wanatembea ovyo sana. Kwa hiyo leo tumekuja na suratul Bayyina, ni jinsi gani utaweza kumkinga mwanao juu ya husda ya mashaitani ya kishaitani kijini, pamoja na husda ya uchawi. Mwanao awe katika miliki yake Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'ani, mafundisho bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twende katika mada. Yoyote mwenye kuhitaji ulinzi kwa mwanawe, yani kumkinga na maradhi ya kitoto. Maradhi ya kitoto maana yake unakuta mtoto mwingine wiki hadi wiki, yani wiki haimalizi hospitali, wiki hadi wiki hospitali. Yani watoto wake kila siku wanaumwa tu, na anaenda hospitali unakuta anapimwa mtoto ambaye ni hali ya kawaida, lakini bado mzazi kalala. Leo twende kwenye mada inshallah, tukafaidi kikubwa sana, tukajifunze. Tuko katika hali ya kujifunza inshallah khair. Ikiwa unataka kumkinga mwanao juu ya husda, bimaana ya uchawi au na husda ya mashaitani kijini, nenda katika suratul Bayyina. Kusanya maji yako masafi mazuri kabisa. Baada ya kukusanya vizuri maji yako vile inavyotakiwa, basi kaa kitako, uwe na uzu kamili, elekea kibla, fanya istighfari mara 100 kwa kusema astaghfirullah au istighfari yoyote unayojua. Baada ya hapo msalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100 kwa sala yoyote unayoitaka wewe. Ukishamaliza hapo, bimaana kwamba kidole chako cha shahada kiwe ndani ya yale maji inshallah. Alafu baada ya hapo isome suratul Bayyina. Kwanza tia manuizi, alafu isome suratul Bayyina kwa idadi, bimaana kwamba ya mara 7.
kwa kuyasomea yale maji, alafu maji hayo yatumike kwa kama ni watoto nao 7, 2, 3, kama ni mmoja fahuwa, hakuna shida. Mtoto huyo atakuwa ananyweshwa maji hayo, alafu asubuhi na jioni, alafu atakuwa mengine anaogeshwa, yani anaogeshwa mengine maji hayo asubuhi, alafu ananyweshwa, na jioni anaogeshwa, alafu ananyweshwa kwa mtiririko huo mfulu, yani siku 7 mutawaliati zenye kufatana mpaka siku 7. Alhamdulillah, mwanao ataenda kuhifadhika na hasadi ya mashaitani kijini na hasadi ya uchawi mbalimbali. Baraka kubwa itapatikana kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah kwa leo tuishie hapa, tukutane tena katika darasa zingine. Tuko katika hali ya mwendelezo wa darasa zetu, kwa hiyo tusichoke kufuatia darasa mbalimbali. Usichoke ndugu yangu, hebu nenda katika nenda ka subscribe hapo, alafu like na kucomment inshallah, kama kuna kitu chochote tuweze kushare mawazo inshallah. Niseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.